Jamani, hayo makofi ujue anatuandaa kwenda kwenye ile karamu. Mbona tangazo la harusi tunashangilia sana? Na jana ametuambia kule nako kutakuwa na kula. Makofi na vigeregere kwa Bwana. Haleluya. Jina la Bwana Yesu libarikiwe. Basi tuombe. Baba yetu, tunalibariki jina lako kwa kuwa wewe mwema sana, mwenye neema, na tunanyenyekesha sasa chini ya mkono wako tukikusihi wewe Bwana kwa Roho wako Mtakatifu unene nasi. Utujalie kuona yale mambo ambayo hayana budi kwa kopesi kama ilivyokupendeza kutuonyesha, ili yatuandae na kutuweka tayari tusiwe kama watu wajinga kwa habari ya jambo muhimu kama hili, katika jina lake Mwokozi wetu Yesu. Amen. Amen. Tunashukuru sana kwa kutupa nafasi katika wakati wa kufaa zaidi, na hapa tuna maswali, lakini kuna jambo la msingi tunahitaji kufahamu. Ukweli ni kwamba kitabu cha Ufunuo chenye sura zake 22 na mambo yake mengi sana ambayo yanahitaji ufafanuzi, huwa kinahitaji siku nyingi. Tukijiminya huwa tunatumia siku 8, Jumapili mpaka Jumapili. Lakini kwa kawaida kinahitaji siku 10 ili tupate na nafasi ya kutosha kufafanua ile mambo mengine, na tusikupe dozi nzito sana kwa wakati mmoja ukachanganyikiwa. Lakini sasa tuna siku 7 badala ya siku 10, na hapa kuna maswali. Kwa hiyo niombe nisijibu yote, na hata haya mengine niyajibu kwenye somo, maana kwa mfano moja ni la sura ya 12 ambalo iko mbele. Swali la kwanza yake na uhusiana na sura ya 12 tutaizungumza leo, tutajijibu moja kwa moja kule. Nyingine nazungumza habari za Isaya kwamba Israeli wote wataokoka kama inavyonena Warumi 11:26. Tutalijibu kwenye sura ya 20 hapo tutakapozungumza habari za Yesu sura ya 19 pale. Na sura ya 20 kidogo tutakapozungumza habari za Yesu atakapokuja duniani. Nyingine ni sura ya 12 pia. Kwa hiyo maswali karibu la kwanza, la pili, hapo watakapokimbilia ni wapi, tunalijibu leo. Tunajua kwamba msingi mpinga Kristo ataingia mkataba wa amani na taifa la Israeli, na kwamba maandalizi yameanza sasa, na ujenzi wa hekalu na ibada za zamani zitakuwepo. Ili tunalijibu immediately, maana tunaanza sura ya 11. Yote ni ya sura zinazozopo leo. Inasemekana pia maandalizi ya hekalu yameanza. Okay, tutalijibu maswali yote, yanajibika kwenye masomo yaliyo mbele. Bwana Yesu alipoulizwa swali atarudi lini katika Mathayo 24:34, amin nawaambia kizazi hiki hakitapita hata hapa yatakapo. Inaweza kujibu kirahisi sana. Watu wanapata tabu na hili kwa sababu kizazi kile kilishapita. Ni kizazi kipi? Ni kizazi cha matukio hayo. Yaani tangu ule mwanzo wa utungu mpaka dhiki kuu inapoisha, ndicho kizazi anachokisema. Sio hiki kwa maana ya kile kilichokuwepo saa ile. Tuko pamoja? Kwa lugha nyepesi sana ni kwamba masuala haya yote yanayonenwa kwenye miaka 7 ya dhiki yatatumia kipindi kifupi kuliko kizazi kizima kupita. Maana kizazi ni kama miaka 40. Tuko pamoja? Sasa twende kwenye sura ya 11. Unakumbuka jana tulimaliza sura ya 10, lakini pia tuliruka na sura ya 11 tulizungumza mstari wa 15 mpaka wa 19. Kwa sasa tuna sura ya 11 mstari wa kwanza mpaka wa 14, kisha tutaruka twende kwenye sura ya 12. Biblia inasema, nikapewa mwanzi kama fimbo, na mmoja akaniambia, inuka ukalipime hekalu la Mungu na madhabahu na hao wasujuduo humo, na behewa iliyo nje ya hekalu uiache nje, wala usipime, kwa maana mataifa wamepewa hiyo, nao wataukanyaga mji mtakatifu miezi 42. Nami nitawaruhusu mashahidi wangu 2, nao watatoa unabii siku 1260, hali wamevikwa magunia. Hao ndio ile mizeituni 2
na vile vinara viwili visimamavyo mbele za Bwana wa nchi. Na mtu akitaka kuwadhuru, moto hutoka katika vinywa vyao na kuwala adui zao. Na mtu akitaka kuwadhuru, hivyo ndivyo impasavyo kuuawa. Hao wana amri ya kuzifunga mbingu, ili mvua isije katika siku za unabii wao. Nao wana amri juu ya maji kuyageuza kuwa damu, na kuipiga nchi kwa kila pigo kila watakapo. Hata watakapomaliza ushuhuda wao, yule mnyama atokaye katika kuzimu atafanya vita nao, naye atawashinda na kuwaua. Na mizoga yao itakuwa katika njia ya nchi ya mji ule mkuu uitwao kwa jinsi ya roho Sodoma na Misri, tena ni hapo Bwana wao aliposulubiwa. Na watu wa hao jamaa na kabila na lugha na taifa waitazama mizoga yao siku 3 unusu, wala hawaiachi mizoga yao kuwekwa kaburini. Nao wakaao juu ya nchi wafurahi juu yao na kushangilia. Nao watapelekeana zawadi wao kwa wao, kwa kuwa manabii hao wawili waliwatesa wao wakaao juu ya nchi. Na baada ya siku hizo 3 unusu, roho ya uhai itokayo kwa Mungu ikawaingia, wakasimama juu ya miguu yao, na hofu kuu ikawaangukia watu waliowatazama. Wakasikia sauti kuu kutoka mbinguni ikiwaambia, pandeni hata huku. Wakapanda mbinguni katika wingu, adui zao wakiwatazama. Na katika saa ile palikuwa na tetemeko kuu la nchi, na sehemu ya 10 ya mji ikaanguka. Wanadamu 7,000 wakauawa katika tetemeko lile. Na waliosalia wakaingiwa na hofu, wakamtukuza Mungu wa mbingu. Ole wa pili umekwisha pita, tazama ole wa 3 unakuja upesi. Hapa kwanza, muktadha wa maelezo haya, context ya maelezo haya inatuonesha kwamba hili ni jambo linalotokea katika zile siku za miaka 3.5 ya mwisho ya dhiki kuu. Biblia inapozungumza habari za mwaka wa Kiebrania una siku 360 badala ya 365. Ndio maana inatajwa miezi 42. Ukigawanya kwa miaka ni miaka 3.5. Sawa? Kanisa tuko pamoja? Inatajwa pia siku 1260 ambazo ukizigawa kwa 360 utapata miaka 3.5. Sasa kwa nini ni muhimu kuelewa kipindi ambacho kinazungumzwa hapa? Na hapa inazungumzwa kipindi kile cha pili. Na cha pili kwa maana ya kwamba miaka 7 imegawanyika mara 2. Miaka 7 ina miaka 3.5 ya kwanza, ambayo katika hiyo tunashuhudia yale mambo yaliyoitwa mwanzo wa nini? Wa utungu. Yaani dhiki ipo lakini haijafikia kile kilele chake. Ndicho kipindi ambacho mpinga Kristo anajaribu kupata umaarufu. Ndio maana alisema akishinda ali apate kushinda. Ushindi wake ni progressive. Tuko pamoja? Katika kipindi hicho atasaini mkataba kwa mujibu wa Daniel sura ya 9 mstari wa 27. Atasaini mkataba na watu wengi, Israeli ikiwemo, kwa muda wa hiyo miaka 7. Ndilo agano hilo atakalolifanya. Na nusu ya miaka 7 hiyo ndio atakapovunja mkataba wake. Na atauvunjaje? Kwa mujibu wa Daniel sura ile ya 9 mstari wa 27, ataingia, yani anasema chukizo la uharibifu, atasimamisha chukizo la uharibifu mahali pa sadaka inayotolewa kwa Mungu. Na chukizo la uharibifu hilo limetajwa pia na Yesu kwenye sura ya 24 mstari wa 15. Anasema, hapo mlionapo chukizo la uharibifu limesimama mahali pasipo pake, asomaye na afahamu. Na ananukuu kabisa kama alivyosema Daniel, lile lililonenwa na Daniel. Na ni lipi hilo? Chukizo la uharibifu. Kwa nini inaitwa chukizo la uharibifu? Kwanza ni chukizo, ni abomination, lakini linaleta uharibifu. Katika kitabu cha Daniel
lilitimia hilo, limetajwa hiyo mara kubwa mbili. Kwanza sura ya 8 na sura ya 11 inamhusu mfalme wa Uyunani aliyekuwa anaitwa Antiochus Epiphanes, ambaye aliingia kwenye mji wa Yerusalemu, akaingia hekaluni, akapiga marufuku ibada ya Yahweh, na mahali ilipokuwa inatolewa sadaka ya asubuhi na jioni kila siku, badala yake akasimamisha sanamu ya Mungu Zeu na kutoa dhabihu ya nguruwe ambayo ilikuwa ni haramu kwa Israeli, ndio abomination yenyewe. Lakini Antiochus Epiphanes, kama alivyosema kwenye sura ya 8 na sura ya 11 ya kitabu cha Daniel, ni mfano wa mpinga Kristo ajaye. Tuko pamoja? Na utaona sura ya 9 inamnena mpinga Kristo ambaye sasa ni tofauti na Antiochus Epiphanes. Anaanza kwa kusema watu wa mkuu atakayekuja wataubomoa mji, yani akizungumzia Warumi watakavyobomoa mji, jambo lililotimizwa mwaka wa 70 baada ya Kristo. Lakini Rumi hiyo inaitwa watu wa mkuu ajaye. Huyo mkuu ajaye ni mkuu wa Rumi itakayofufuka, mpinga Kristo. Huyo mpinga Kristo, huyo mkuu ajaye ndiye atafanya agano tena na Israeli. Na ikifika katikati ya juma, yani katikati ya miaka ile 7, anavunja mkataba. Yeye hatatoa dhabihu kwenye dhabihu ya Israeli, kwenye madhabahu ya Israeli, badala yake ataingia kwenye hekalu la Mungu, hili tunalosoma sura 11 hapa. Na ananena Paulo kwenye wa Thessalonika wa pili sura ya 2 kwamba huyu mpingamizi ataingia kwenye hekalu la Mungu na kujionyesha nafsi yake kwamba yeye ndiye Mungu, na atapiga marufuku ibada yoyote isipokuwa kwake yeye na sanamu yake. Na hilo ndilo chukizo la uharibifu linalonenwa na Yesu sura ya 24 mstari wa 15. Tuko pamoja? Na unaona hapa kwa maneno, kwa kusema hivyo tunamaanisha kwamba kitu kinachotia alama mwanzo wa ile miaka 3.5 ya pili ni yeye kuingia hekaluni. Ndipo kuna kopo na turning point kwenye ile dhabi, kwenye ile kipindi cha dhiki, kugeuka kuwa sasa sio dhiki tu, ila ni dhiki kuu atakapoingia hekaluni. Hiyo ni kitu kinachoonekana duniani. Kiko kingine kinachoonekana mbinguni, angani. Unaposikia mbinguni na maana ya anga, tutakisoma kwenye sura ya 12. Lakini wanadamu hawatakiona hicho, maana kinafanyika kwenye ulimwengu wa roho. Kinachoonekana, na utaangalia hata hii sura ya 11 inazungumza muktadha wake ni taifa la Israeli. Hata anaposema huo mji unaitwa kwa jinsi ya roho Sodoma na Misri. Kwa nini anasema kwa jinsi ya roho? Kwa mwili sio Sodoma na Misri. Ndio maana anatupa clue ili tuelewe. Anasema tena ndipo hapo Bwana wao alipofanya nini? Aliposulubiwa. Anaposema hivyo ni ili wewe na mimi tunaposoma tujua ni Yerusalem. Lakini kwa nini unaitwa Sodoma na Misri? Kwa sababu ya kurudi nyuma kwa wenyeji wake. Tabia zake zimekuwa kama Sodoma, na wamerudi Misri walikotoka kwa mioyo yao hawa Waisraeli. Tuko pamoja? Sasa hapa tunaliona hekalu ambalo litakuwepo tangu kipindi cha kwanza na linaweza likaanza kuwepo katika siku zetu. Moja ya maswali imeulizwa hapa, maandalizi yake yameanza? Ndiyo, yameanza. Kuna taasisi inaitwa taasisi ya hekalu, na wamejaribu kufanya selection ya watu kujua Walawi ni wepi na wale ng'ombe wanaotakiwa kutolewa sadaka. Kuna aina ya ng'ombe maalum kwa sadaka maalum, wale haifa wanaitwa. Wamefanya maandalizi yote. Kitu kimoja tu kinazuia, kuna msikiti unaitwa Al-Aqsa pale. Lakini nakwambia hekalu litajengwa, ndilo hili la tunalosoma hapa sura ya 11. Tuko pamoja? Na hekalu hili litakuwa kwa mujibu wa hekalu la Agano la Kale. Kwa sababu katika taifa la Israeli, wao kama taifa hawamtambui Masihi. Si unaelewa hiyo? Individuals wamempokea Yesu, baadhi yao, lakini wao kama Masihi, kama taifa hawakumpokea Masihi, na wataendelea hivyo mpaka mwisho wa kipindi cha dhiki. Moja ya swali nimeuliza, kwa nini wamesema Israeli wote wataokoka? Nitakuonyesha, tutafika huko tutazungumza. Watakufa Israeli wengi sana katika kipindi cha dhiki, wengi sana. Zakaria sura ya 13 inatuambia ni theluthi moja yao watakaookolewa, na hao hawataokoka kipindi cha dhiki kwa maana ya kuzaliwa mara ya pili, ni mwisho. Na hao wanaitwa mabaki.
ni mabaki waliochaguliwa, na hao mabaki watakaosalia ambao hawatapokea ile chapa, watakaotunzwa kwa muujiza, wasiangamizwe wote, wataokoka wote kwa siku moja. Hao nani? Mabaki. Nani tena jamani? Nimesema hiyo wote wanatakiwa uisome in context, so out of context. Tuko pamoja? Sasa lakini siku hizo za miaka 3.5 ya pili za dhiki nzito, ujue kitovu cha hiyo dhiki ni Israeli. Ndio maana Yesu aliwaambia, mnapoliona chukizo la uharibifu limesimama mahali pasipolipasa, ndipo walio katika Uyahudi wafanye nini? Wakimbilie milimani. Maana kitovu kinaanza pale. Yani nimeandika kitabu kinaitwa Israeli, kitovu cha unabii wa siku za mwisho. Bahati mbaya kiko out of stock, tutakichapa, tutakushauri ukisome. Kuna kutokuelewa kwingi sana kwa taifa la Israeli. Hata sasa hivi kuna watakatifu wengi wanasimama kinyume na taifa la Israeli wakifikiri wamevamia nchi ya Palestina. Usiwe miongoni mwao. Usisimame kinyume na taifa la Israeli. Agano la Mungu la kuwapa ile nchi ni perpetual covenant. Ni agano ambalo halina mwisho mpaka kipindi cha Adamu wa kwanza kiishe. Na moja ya mapigo tutaona tutakapofika kwenye sura ya 13 na 14. Kwa nini? Moja ya sababu mataifa watapigwa ni kwa sababu wameigawanya nchi yake. Na maandiko yako clear. Yako clear. Wamerudi pale kwa makusudi ya Mungu na imetabiriwa. Waliporudi kutoka huko na huko mwaka 1948, sio bahati mbaya, ni utimizo wa unabii wa siku za mwisho. Isingewezekana Yesu kuja taifa hilo halipo. Unanielewa? Maana Biblia inatuambia kwamba kipindi cha dhiki lazima taifa lile liwepo. Lazima mpinga Kristo afanye agano nao. Tuko pamoja? Hii sura ya 11 ingetimizwaje kama wangekuwa bado wametawanyishwa huko na huko? Isingewezekana. Lakini kuwepo, na ndio maana hakuna mtu anaweza kuwaondoa. Ni kuambia siri kama hujui, kama wewe ni mfuatiliaji wa mambo, unashangaa kanchi kadogo sana. Sasa hivi Israel ndio super power ya East, ya Middle East. Hakuna taifa linaloliweza hata kidogo. Wamejaribu kupigana nao wote wameshindwa. Waarabu wote wameshindwa kuwaua. Si kwa sababu ya uhodari wao, kuna mkono wa Mungu. Na hilo sina shaka. Biblia inasema clearly. Siri ni kwamba sasa katika siku hizi za mwisho vitu vimeshakaa tayari kwa ajili ya mambo kutokea. Ndio maana tunasema tuko ukingoni. Taifa limekwisha kurudi pale, limeshakuwa established. Taasisi ya hekalu imefika karibu mwisho wa kumaliza. Ni swala tu mkataba na nani ajuaye? Huenda mkataba huo utahusisha kuwapatanisha wao na Wayahudi na Waarabu wakakubali kuondoa ule msikiti. Hakuna anayejua. Lakini pia usisahau kuna tayari taasisi inayounda dini inayohusisha madhehebu yote matatu, inaitwa Chrislam. Wangapi wana habari nayo? Yani Wakristo, Christians, alafu Waislamu, alafu Wayahudi wanasali kwenye hekalu moja. Na zina baraka za Wakatoliki tayari na baraka za Waislamu tayari. Mambo yanakuja karibu kwa haraka sana. Usikae mkao wa kufikiri hapa tunaondoka. Yesu anaweza kurudi wakati wowote. Tuko pamoja? Na katika siku hizi za miaka 3.5 ya mwisho, ambapo kutokopo na dhiki kubwa sana, namna moja Mungu ana preserve Wayahudi, namna moja wapo, sio namna pekee, ni kuwaletea hawa manabii wawili. Hawa anaitwa mizeituni wawili, wana wa mafuta, vinara wawili wasimamao mbele za Bwana, ambao katika siku ambazo watu wanauawa kwa sababu wanauawa na mpinga Kristo, wao hawataweza kufa mpaka wamalize unabii wao. Yani mpinga Kristo hawezi kuua, nabii wa uongo hawezi kuua, hawezi kufanya chochote. Na badala yake ukiwachokoza, wao wana uwezo wa kupiga dunia kwa mapigo yoyote, kama tulivyosoma hapa, mpaka siku za unabii wao zitimie. Kwa lugha nyingine, Mungu anahakikisha hajiachi pasipo ushuhuda hata katika kipindi kizito namna ile cha watu kuuawa. Kuna kupo na watu ambao wanaweza kushuhudia, wanaweza wakasema, na hawawezi kufanya chochote. Tuko pamoja? Na siku zao zile zikiisha, ndipo sasa watauawa. Unajua hata Yohana Mbatizaji aliwezekana kuuawa baada ya kumaliza mwendo wake. Anauawa.
Lakini akiuawa anakaa siku 3. Unajua tulikuwa tumezoea kusoma dunia yote itaangalia mizoga yao kwa sababu wanasema hawata nani. Tulikuwa hatuelewi itakuwaje zamani, lakini sasa hatushangai. So umeshakuwa na wakati wa kombe la dunia. Mwaka kesho kuna kombe la dunia. Dunia itatazama, si ndio? Watu wanacheza kwenye kiwanja kidogo pale, lakini dunia yote inaona. Kwa sababu technology inaruhusu sasa. Tulikuwa hata tuelewi namba 66 itakuwaje zamani, lakini sasa tunaelewa. Tutazungumza sura ya 3. Hatushangai tena. Yaani hata isipokuwa namna hiyo tunayoona sasa, hatushangai sasa kwa sababu tunajua kuna namna za kuiweka namba hapa na ikawa badala ya pesa au hapa. Lakini nimalize na hili kwenye sura ya 11 hapa. Watu wanauliza, hii mizeituni wawili ni nani? Na kuna shule mbalimbali za mawazo, nitakwambia iliyo sahihi ni ipi. Wengine husema hawa ni Musa na Elia, kwa sababu wanafanya ishara zile ambazo Musa na Elia walizifanya, za hata kuleta moto kutoka mbinguni, kupiga nchi kwa kila pigo. Wengine wanasema ni Henok na Elia, na wanasema, na sababu wanayoitoa ni kwamba kwa kuwa Elia na Henok hawakufa, basi inabidi warudi duniani ili wafe. Sasa ngoja nikuoneshe hizo shule zote mbili za mawazo ni potofu. Tuanze na ile ya kwanza. Tukisema ni Musa na Elia kwa sababu ishara wanazozifanya ni zile alizozifanya Musa, ni kama kusema zile ishara zilikuwa ni mali ya Musa, kwa hiyo mwingine hawezi kuzifanya. Ili zifanywe ni sawa, ni lazima Musa mwenye ishara zake aje. Ni sawa? Hapana, ishara zilikuwa ni za nani? Za Mungu. Na mtu yeyote mwingine anaweza akatumiwa na Mungu kwa ishara zile zile. Kwa mfano Musa alitumiwa kupasua bahari ya Shamu, si ndio? Lakini Elia naye alitumiwa kupasua mto Jordan. Kwanza kabla ya hapo, siku za Yoshua, mto Jordan ulipasuka wakapita katikati. Na baada ya hapo Elia akapasua, alichukua pavazi lake akapiga tu maji akapasuka. Na Elia alipokwisha kuondoka, Elisha naye akachukua vazi lile alilopewa na Elia akapasua maji akapasuka. Miujiza sio mali ya mtu. Mwenye hati miliki ya miujiza ni nani? Ni Mungu. Kuna wakati fulani Mungu alitutumia kufanya muujiza mkubwa pale Kawe. Mtu mmoja alikuwa kifua chake kimevimba, mgongo umevimba, hawezi kulala. Alikuja kanisani, nikamwekea mkono nikamwombea. Ilikuwa ni Jumatano, Jumapili akaja tu kifua ni flat, na alizaliwa hivyo. Kifua ni flat, mgongo ni flat. Tulipoenda redioni kuwaita watu waje kwa Yesu, waje kwenye mkutano kwa sababu Bwana anaponya, mtu mmoja akakasirika sana. Mtumishi mmoja akasema hapana, kwangu ndiko miujiza inafanyika, hii ni Yesu, ni sisi ndio tunaotangazaga haya, hilo tangazo usitangaze. Akakataza kabisa. Akasema kumbe hii nayo ina hatimiliki yake, kwamba mimi ndio yani miujiza. Jamani, hatutende sisi miujiza. Unajua hatutende miujiza, sisi hatufanyi miujiza. Mungu ameshawahi kufanya mambo makubwa ambayo mimi sikujua. Mengi ningekueleza kuuliza hapa. Hata mtu mmoja, mama mmoja alikuwa amekatika mara 5 kwenye uti wa mgongo, amepooza kabisa. Nilipomwombea na niliposimama kwa jina la Yesu, shemasi akamwambia, mchungaji amesema simama. Akasema siwezi. Akamwambia amesema simama. Akajitahidi, akashangaa ameweza kukaa. Kusimama akashangaa ameweza kusimama. Akaja jukwani kushuhudia. Hata mimi mwenyewe nilikuwa nasikia, sikujua kwamba alikuwa hawezi kutembea. Mpaka mwaka mmoja baadaye anakuja kanisani, ameput on weight, ananisalimia, anasema naona mchungaji umenisahau. Mimi ndio yule ulioniombea mwaka jana hapo nje, maana ilikuwa ni mkutano wa nje. Na nikapona. Ndio ananieleza alikuwa amekatika mara 5, na yule ni nesi anaelewa anachokisema. Alikuwa amefanyiwa operation Muhimbili imeshindikana. Lakini kama mimi mwenyewe hata sikujua, utasema mimi ndio nimefanya huo muujiza? No, sisi hatuwezi kufanya muujiza. Kwa hiyo kusema ni Musa na Elia kwa sababu ya aina ya miujiza inayofanyika ni dhana ambayo inashindwa haraka sana. Inashindwa haraka sana. Lakini hiyo ya pili, kusema ni Henok na Elia kwa sababu hawakufa, kwa hiyo inabidi waje kufa, nayo ni dhana potofu kweli kweli. Yaani kana kwamba kufa ni zawadi nzuri sana. Kwa Mungu anaona amewadhulumu Elia na Musa kwa kuwanyima kufa, inabidi waje wafe.
ili wapate kufa sawa sawa na wengine. No, kufa sio kitu kizuri sana. Hivyo unajua mauti ya mwili ni adhabu. Mauti ya mwili inaitwa adui. Ndiye adui wa mwisho atakayebatilishwa, si ndio? Si ndio watu wa Mungu? Na mauti imeletwa na Mungu, si ndio? Hapana. Mauti imeletwa na mtu. Nenda soma Injili Korintho sura ya 15. Mauti ililetwa na mtu, na kwa hiyo kiama ya mtu ililetwa na mtu pia. Tuko pamoja? Nani alileta mauti? Adamu. Na Adamu wa pili ambaye ndiye Adamu wa mwisho, Yesu, analeta kufufuka kwa wafu. Haleluya. Lakini ukisema ni lazima wafe, kwa sababu na maandiko ananukuu kila mtu lazima aonje mauti, vipi kwa habari ya watakaonyakuliwa? Watakuja kufa tena? Anasema hatutakufa wote, lakini sote tutafanya nini? Je, tukishabadilishwa tutakuja kufa tena? Hapana. Tena nirudi nikwambie, Henok na Elia hawana miili walioenda nayo. Ile miili ilishabadilishwa siku nyingi. Ninajuaje? Kwa sababu maandiko yanasema damu na nyama haviwezi kurithi ufalme wa Mungu. Lakini kutoa ushuhuda tu, Elia mwenyewe akiwa pamoja na Musa walimtokea Yesu kwenye ule mlima wa ugeuko. Maandiko yanasema walionekana katika nini? Utukufu. Elia hana mwili ule tena. Huu mwili hauwezi kuishi mbinguni. Ukienda utaenda temporarily na kurudi, lakini usipokaa huko miaka na miaka haiwezekani. Ule mwili ulishabadilishwa yule. By the way, nikwambie hata ufufuo unapoitwa wa kwanza, itaiona kwenye sura ya 20 ya kitabu hiki. Sio wa kwanza kwa maana ya kwamba ndio wa kwanza kutokea. Ni wa kwanza kwa maana ya aina yake. Unajua kwa nini? Kwa sababu kuna watu hata sasa walishafufuka kwa ufufuo wa utukufu kabisa. Unakumbuka? Maandiko yanasema Yesu alipokufa pale kulitokea tetemeko la ardhi. Ikainuka nini? Miili mingi ya watakatifu, sio wote, mingi ya watakatifu waliolala. Na kukuonyesha kwamba kufufuka kwao hakukuwa kama kwa Lazaro aliyekufa akafufuka yule mtoto wa Naini. Maandiko yanasema baada ya Yesu kutoka katika wafu, wale watu waliingia mjini, wakawatokea wengi. Ni miili ilikuwa inaweza kutokea na kutoweka kama Yesu alivyokuwa anaweza kufanya. Kwa sio kufufuka kwa kawaida. Tuko pamoja? Katika mamlaka yake Mungu mwenyewe anaamuaga kufanya mambo atakavyo na hakuna wa kumuuliza. Kwa mfano aliamua kumpeleka Henoko mbinguni bila yeye kufa. Kuna mtu anaweza kumwambia kwa nini umempeleka? Hapana. Na mfano na Henok na Elia ni mfano wa kanisa linalonyakuliwa. Tuko pamoja watakatifu? Okay, kwa hiyo ni nani sasa kama sio Musa na Elia wala sio Henoko na Elia? Ni nani? Simple. Wameitwa mizeituni wawili wasimamao mbele za Bwana. Unapofasiri maandiko kwenye vitabu hivi vya unabii, hata kwenye maandiko mengine, lakini zaidi sana kwenye haya, ukakutana na kitu ambacho kinazungumza lugha ya picha, ufunguo wa kukipata ni huu: tafuta mahali kwingine kuliko wewe kuneno kitu kama hicho. Tuko pamoja? Moja ya kanuni ya kufasiri maandiko ni kufasiri maandiko kwa kutumia maandiko. Unatumia mfano wa maandiko yaliyotangulia, the analogy of antecedent scripture. Ni wapi ilitumika? Twende kwenye Zakaria sura ya 4. Zakaria nabii ni kitabu cha pili kutoka mwisho, kutoka Malaki. Cha pili kinatangulia Malaki, kinakuja hicho alafu ndio Malaki. Sura ya 4. Zakaria anaonyesha maono na malaika anazungumza naye. Sehemu ya maono hayo aliona vitu vifuatavyo na akasema, akauliza. Nianze mstari wa 11. Anauliza swali Zakaria: ndipo nikajibu
nikamwambia, ni nini mizeituni hii miwili iliyo upande wa kuume wa kinara cha taa kile na upande wake wa kushoto? Unakumbuka tumeuliza habari za mizeituni wawili kwenye Ufunuo sura ya 11, sio? Na hapa tunakutana nayo, na hapa ndipo mara ya kwanza inatumika. Nami nikajibu mara ya pili nikamuuliza, ni nini haya matawi mawili ya mizeituni ambayo kwa njia ya ile mifereji miwili ya dhahabu hutoa mafuta yao? Akanijibu akasema, hujui hivi ni nini? Nikasema, la, bwana wangu. Ndipo akasema, hivi ni hao wana wawili wa mafuta wasimamao karibu na Bwana wa dunia yote. Hivi vinara vya taa vilikuwa vinatoa utomvu kutoka kwenye matawi ya mzeituni, maana mafuta ya mzeituni yanawaka. Tuko pamoja? Ule utomvu unakuja unapita kwenye mreja, unawasha zile taa, unafanya zile taa zinawaka. Na hapa wanafafanuliwa mafuta, anapoitwa wana wa mafuta kwa lugha nyingine ni wana wa upako. Ni watu wasimamao mbele za Bwana. Neno kusimama mbele za Bwana lina maana ya kufanya maombi. Unakumbuka maandiko yalivyomsema Ibrahimu baada ya wale malaika wawili kuelekeza nyuso zao Sodoma? Maandiko yanasema Ibrahimu alikuwa akali akifanya nini? Akisimama mbele za Bwana. Hawa anazungumza habari za watu wawili ambao wanasimama mbele za Bwana kufanya maombi na maombezi kwa ajili ya kazi ya Mungu, kwa ajili ya jambo maalum. Na kwa kuomba kwao Mungu anatoa mafuta kwa kazi yake. Mafuta ni nini? Upako. Anatoa upako, ndio maana wanaitwa wana wa mafuta, wana wa upako. Hebu fungua pamoja nami kwenye wa Filipi sura ya 1. Wa Filipi sura ya 1 mstari wa 17 mpaka 19 anasema, bali wengine wanamhubiri Kristo kwa fitina, wala si kwa moyo mweupe, wakidhani kuongeza dhiki za kufungwa kwangu. Yadhuru nini? Lakini kwa njia zote, ikiwa ni kwa hila au ikiwa ni kwa kweli, Kristo anahubiriwa, na kwa hiyo nafurahi, nami nitafurahi. Sasa sikiliza mstari wa 19. Maana najua ya kuwa haya yatanigeukia kwa wokovu wangu, kwa sababu ya kuomba kwenu na nini? Kuruzukiwa Roho wa Yesu Kristo. Kule kuomba kunaunganishwa na kuruzukiwa na Roho wa Yesu Kristo. Kuruzukiwa maana yake ni kupewa bure Roho wa Kristo Yesu, kama mwitikio wa watu wanaosimama mbele za Bwana kwa ajili yake. Wafilipi walisimama mbele za Bwana kwa ajili ya Paulo. Matokeo yake Paulo ataachiwa, lakini pia na Roho Mtakatifu atakuja juu yake. Unakumbuka wakati wa kanisa la Mungu lilipopigwa marufuku kuhubiri, walienda kwa watu wa kwao, maandiko yanasema, alafu wakamuinulia Mungu sauti zao kwa nia moja. Na katika kuomba kwao hawakuomba kwamba yale upinzani Mungu auondoe, badala yake walisema, wajalie watumishi wako kulinena neno lako kwa ujasiri, ukinyosha mkono wako kufanya ishara na maajabu na muujiza. Kitu gani kilitokea? Mahali pale pakatikiswa, wakajaa Roho Mtakatifu. Walishajaa, lakini kujazwa mara moja huwa hakutoshi, unajazwa tena na tena na tena. Lakini walijazwa kama matokeo ya watu waliosimama mbele za nani? Mbele za Bwana. Kwa hiyo wana wa mafuta ni watu wowote wasimamao mbele za Bwana, hasa katika kipindi cha upinzani, wakaomba na Roho wa Mungu akatolewa kama majibu ya maombi, kazi ile ikafanyika. Tuko pamoja watakatifu? Na kwa msingi huo, kila kipindi, kila wakati kuna wana wa mafuta. Hata sasa wewe unaweza ukawa mwana wa mafuta ambaye kwa kuomba kwako hao watumishi watapakwa mafuta ya kuhubiri, kufanya kazi ya Mungu vizuri zaidi. Bwana Yesu apewe sifa nyingi. Kwa hiyo hawa ni nani? Hawa ni watu wa siku hizo, waliowekwa maalum kwa siku hizo. Sio watu watakuja kurudi tena duniani. Ni watu wa kipindi hicho watakaosimama mbele za Bwana kwa sababu ya kipindi kile kuwa maalum.
alafu wanaomba na mafuta yanatolewa, Roho Mtakatifu anakuwa kazini. Ndio maana wanaweza kufanya zile ishara zote. Ndio maana wanaweza kutoa unabii wao siku 1260. Tuko pamoja watakatifu. Lakini pengine niongezee lingine. Wengine wanasema Elia hakufa. Unabii unasema pia, ukiacha mambo ya Elia hakufa, hiyo nimeshalisema. Unabii ulisema kwamba katika siku za mwisho Bwana nitamtuma Elia. Malaki alisema sura ya 4. Lakini unabii huo umetimia au hujatimia? Umetimia kwa nani? Kwa Yohana Mbatizaji. Lakini je, Yohana Mbatizaji alipokuja, maana yake ni Elia alishuka kutoka mbinguni akazaliwa? Hapa nini maana ya nitamtuma Elia? Hata Yohana maandiko anasema, malaika alisema atakwenda atamtangulia Bwana, atakuwa mtangulizi wa Bwana, yani kwa Bwana Yesu. Na atakwenda mbele zake kwa roho ya nani? Nini maana ya roho ya Elia? Ni ile roho iliyoko kwenye mwili wake ndio inarudi tena inaingia kwenye mwili wa mtu mwingine? Ni nini? Ni aina ya upako uliokuwa juu ya Elia, aina ya huduma uliokuwa juu ya Elia. Tuko pamoja? Elia alikuwa na huduma namna gani? Ya kuwarejesha watu waliokuwa wamemwacha Yawe wakageukia mabaali. Na hapa Waisraeli wanakuwa kwenye upinzani mkali sana wa kuacha msimamo kwa Mungu wa kweli na kumpokea mpinga Kristo. Kwa hiyo anatuma watu wa kugeuza mioyo yao kumwelekea Mungu wao kwa aina ya huduma kama ile ya nani? Elia. Lakini sio Elia mwenyewe. Elia haji, yeye yuko zake huko. Tuko pamoja watakatifu? Kwa hiyo hao ni watu wa wakati huo maalumu walioandaliwa kwa huduma hiyo, wana wa mafuta, kama wale tuliowasoma kwenye Zakaria, ambao walikuwepo wakati wa kujenga hekalu. Zerubabeli alipokuwa anajenga hekalu lile, na zilikuwa ni siku za taabu, siku za upinzani, kulihitajika watu wa kusimama mbele za Bwana. Hii inatuonesha ya kwamba kama kuna shida, kama kanisa linapita upinzani, kama kuna upingamizi mkubwa, jawabu ni watu wa kukaa mbele za Bwana. Watu wa kukaa mbele za Bwana watasababisha mafuta kutolewa ya kufanya hiyo kazi na kufanya ule upinzani ushindwe. Ukisoma kuanzia mwanzo wa sura hii ya 4 ya Zakaria, utaona alikiona kile kinara cha taa, alafu akauliza hivi ni nini? Akasema Bwana wangu wajua wewe. Akasema hili ni neno la Bwana kwa Zerubabeli, kwamba si kwa nguvu wala si kwa uwezo, bali ni kwa nani? Kwa roho wangu, asema Bwana. Huyo roho anatolewa kwa sababu kuna watu wako mbele za Bwana wanaomba. Ni muhimu kufahamu ya kwamba kazi ya Mungu haiwezi kutendeka pasipo maombi. Ni muhimu kufahamu ya kwamba roho wa Mungu hutolewa kama mwitikio wa watu wanaosimama mbele za Bwana, kwa sababu Mungu ni gentleman, huwa hajilazimishi kwa watu mpaka wamuhitaji. Sema amen. Twende sura ya 12. Twende sura ya 12. Na ishara kuu ilionekana mbinguni, mwanamke aliyevikwa jua na mwezi ulikuwa chini ya miguu yake, na juu ya kichwa chake taji ya nyota 12. Naye alikuwa ana mimba akilia, hali ana utungu na kuumwa katika kuzaa. Ikaonekana ishara nyingine mbinguni, na tazama joka kubwa jekundu, alikuwa na vichwa 7 na pembe 10, na juu ya vichwa vyake vilemba 7, na mkia wake wakokota theluthi ya nyota za mbinguni na kuziangusha katika nchi. Na yule nyoka akasimama mbele ya yule mwanamke aliye tayari kuzaa, ili azaapo amle mtoto wake. Naye akazaa mtoto mwanamume, yeye atakayewachunga mataifa yote kwa fimbo ya chuma. Na mtoto wake akanyakuliwa hata kwa Mungu na kwa kiti chake cha enzi. Yule mwanamke akakimbilia nyikani, ambapo ana mahali palipotengenezwa na Mungu, ili wamlishe huko muda wa siku 1260. Unaposikia miaka 1260, unajua ni miaka mingapi? 3.5. Imenenwa kwa namna 3: miezi 42, siku 1260, na wakati na nyakati 2.5 wakati akimaanisha mwaka. Kwa hiyo ni miaka 3.5. Watu wengi wanaposoma kitu kama hiki, mwanamke amevikwa jua na mwezi ulikuwa chini ya miguu yake,
inajua kichwa chake taji ya nyota 12, wanasema hii kwa kweli haiwezekani kuelewa. Rudi kwenye principle ile ile. Unapokutana na kitu hiki cha sura hii, unajua kabisa hii ni lugha ya picha, kwa sababu mwanamke hawezi kuvaa jua katika uhalisia, si ndio? Si ndio kanisa? Sasa unauliza tu ni wapi kumshayo kutumika tena lugha hii? Basi very simple. Ukienda kwenye kitabu cha Mwanzo sura ya 37 unaikuta hii picha. Na hapa unamwona Yakobo na watoto wake, na ukianzia mstari wa 5 utaona Yusufu anaota ndoto. Walikuwa shambani wakifunga mganda wake Yusufu ukasimama na miganda ya ndugu zake ikamuinamia. Lakini mstari wa 9 ndio nautaka zaidi, kuanzia hapa mpaka wa 11. Akaota tena ndoto nyingine, akawaambia ndugu zake akisema, angalieni, nimeota ndoto nyingine, natazama jua na mwezi na nyota 11 zikaniinamia. Unaipata picha sasa? Unaipata picha? Kumbe mwezi na jua na nyota zimeanza kusema kwa Yakobo, na Yakobo ndio nuclear ya taifa la Israeli. Yaani hawa Yakobo na watoto na makabila wake 12 ndio waliounda taifa la nani? La Israeli. Na angalia anavyotafsiri baba yake hapa. Akamwambia baba yake na ndugu zake. Baba yake akamkemea, akamwambia, ni ndoto gani hii ulioota? Je, mimi na mama yako na ndugu zako tutakuja tukusujudie hata nchi? Na ndugu zake wakamhusudu, bali baba yake akalihifadhi neno hili. Kwa sababu baba yake ni mtu wa rohoni, alijua hapa kuna kitu Mungu anasema na huyu kijana. Na wewe unajua ya kwamba Yusufu baadaye kweli baba yake na mama yake na ndugu zake walimuinamia, si ndio? Lakini unaweza ukasema kwenye kitabu cha Ufunuo pale 12 mchungaji amesema nyota 12 sio 11. Ndiyo, amesema 12 kwa sababu ya 12 si ndio yeye mwenyewe Yusufu. Unanielewa? Kwa hiyo unaposoma mwanamke mwenye kuvaa jua na mwezi na nyota 12, haraka sana unajua ni nani hawa? Taifa la Israeli. Maana kuna wengine wanasema ni Maria, Bikira Maria, wengine wanasema ni kanisa litatoa baadhi ya watakaonyakuliwa. No. Biblia inatuonesha clearly nuclear ya taifa la Israeli ni Yakobo, mkewe na watoto 12. Tuko pamoja? Alafu angalia muktadha, mtiririko wa maswali haya, wa maelezo haya ulipo. Baada ya kumwona huyu mwanamke, aliona pia joka kubwa jekundu mbinguni. Na unaposikia mbinguni, sio mbinguni kwa Mungu, ni kwenye anga. Anaitwa mfalme wa uwezo wa anga. Akamuona yule joka kubwa, ana vichwa 7 na pembe 10. Nilikufafanulia kidogo nikakwambia tunazungumza kwenye sura ya 12 na 13. Ndio mahali pake sasa. Shetani alipopata mamlaka ya dunia kupitia kwa Adam, ametawala kila mahali kwa jinsi zake au kwa levo yake. Lakini katika levo ya kidunia amepitia kwenye vichwa 7, na vichwa vikimaanisha dola zilizokuwa super power za dunia. Tuko pamoja watakatifu? Akiwa nyuma, yani kama kumekuwa na double kingdom, falme zenye sura mbili, yani ambao kuna ufalme unaoonekana wa nje wa wanadamu na kuna ufalme wa rohoni. Tuko pamoja? Na falme zilizotawala dunia ni ngapi? Yani zile super power za dunia nzima ni ngapi? 7. Ya kwanza nilisema jana, Misri. Ya pili, Ashuru. Ashuru ni tofauti na Syria ya sasa. Syria ni Shamu Kiswahili, lakini ni Ashuru, Asiria kwa lugha nyingine. Alafu Babeli, alafu Medi na Wajemi, alafu Yunani, alafu Rumi. Hizi zimetawala dunia yote iliyokuwa inakaliwa na watu kwa wakati ule. Ya 7 ni Rumi itakayofufuka, ambayo inawakilishwa na zile nyayo na vidole vya matope na chuma. Tuko pamoja? Na kwenye sura ya 7 Danieli anatueleza vizuri, ndio mnyama wa 4 kutoka kwa Babeli
mwenye pembe 10. Anatajwa kuwa na pembe 10 kwa sababu kile kichwa cha 7, revived Roman Empire, kitakuwa kinatawaliwa na mpinga Kristo na jumuiya ya wafalme wangapi? 10. Sasa tangu na labda nikwambie wazo la kichwa linaanzia Eden. Kwenye Mwanzo sura ya 3 mstari wa 15, Mungu alisema nitaweka uadui kati yako, yani yule nyoka, na yule mwanamke, na kati ya uzao wako, yani uzao wa nyoka, na uzao wa huyo mwanamke. Sawa? Akasema huo, yani huo uzao wa mwanamke utakuponda nini? Kichwa, na wewe utamponda nini? Kisigino. Alikuwa anazungumza habari za mzao atakayekuja, anayeitwa mzao wa mwanamke. Huyo ni Yesu. Sikiliza, kila mtu ni mzao wa mwanamume isipokuwa Yesu. Did you know that? Kwa sababu mtu kinachorutubisha yai akatokea mtu ni mwanamume. Tuko pamoja? Lakini Yesu peke yake ndiyo hakutokana na mwanamume yeyote isipokuwa Mungu. Si unaelewa hiyo? Kwa hiyo ni mzao wa nani huyu? Wa mwanamke. Atamponda kichwa, yani atavunja mamlaka. Kichwa ni mamlaka. Tangu pale Eden tunaambiwa mwanamke, mtoto atazaliwa, mtoto na shetani alielewa. Maana Mungu hakuwa anazungumza na nyoka mnyama tu, alikuwa anazungumza na nyoka wa rohoni pale pia, ambaye ndio ibilisi na shetani. Tuko pamoja? Ni kama Mungu alikuwa anamwambia hivi, ndiyo umechukua mamlaka ya dunia kutoka kwa mtu wangu Adam, na umeichukua kwa kumdanganya mwanamke ambaye amemshawishi mumewe. Sasa mwanamke huyo uliyemdanganya atamleta mzao atakayevunja hiyo mamlaka uliyochukua kwa Adam. Tuko pamoja? Na shetani amelielewa hilo tangu pale Eden. Kwa hiyo amekuwa anxious wakati wote akisubiri huyo mzao wa mwanamke anatoka wapi, anayetabiriwa kuvunja kichwa changu. Unaona pale pale alipomwona mzao mwenye haki wa Adam, Habili, akamuua. Na anamtumia nini? Anatumia mzao wake. Nani mzao wa nyoka? Ni nani mzao wa nyoka? Wazao wa nyoka ni wale watoto wake wa kiroho, yani wale wasiookoka, wala wasiomkubali Mungu, ndio wazao wake. Kwani hukumbuki Yohana Mbatizaji na Yesu pia aliwaita wale Wayahudi wazao wa nyoka. Akamwambia, enyi wazao wa nyoka, nani aliwaambia kuikimbia hukumu itakayokuja? Yesu akamwambia, ninyi joka, wana wa majoka. Ndivyo alivyoita. Na Injili ya Yohana sura ya 8 inawaambia, ninyi ni wa baba yenu nani? Ibilisi. Ndugu zangu, habari mbaya sana ni kwamba hata ndugu zetu na wazazi wetu na watoto wetu, kama hawajazaliwa mara ya pili, ni uzao wa nyoka, ni wana wa yule muovu. Nature yao ni ya Ibilisi, na ndio maana wana uongo, wana chuki. Chuki ni nini? Chuki ni uuaji. Maana beji mbili zinazomtambulisha shetani, mambo matatu makubwa, sio mawili, matatu makubwa. Of course yako mawili makubwa, uongo na uuaji, lakini liko la tatu, wizi. Mwivi haji ila aibe, achinje na kuharibu. That's the devil. Sasa kihistoria, huyu nyoka amekuwa akingojea huyo mzao wa mwanamke. Ndio maana ndio kitu kilichoko hapa, anamngojea yule mwanamke amzae huyo mtoto. Ni kitu historical, mpaka kimekuja kutimia wakati Yesu anazaliwa. Maana huyo mtoto hakuna mashaka yoyote kwamba ni Yesu, maana ametajwa, alipandishwa juu mpaka kwenye mkono wa kuume wa Mungu. Nani mwingine alipanda juu mpaka kwenye mkono wa Mungu, mkono wa kuume wa Mungu? Si ni Yesu? Lakini imetajwa pia yeye ndiye atakaye wachunga mataifa kwa fimbo ya nini? Ya chuma. Yani anazungumza habari za utawala wake duniani hapa miaka 1000. Na huyo ni Yesu, atachunga mataifa yote kwa fimbo ya chuma. Shetani kwa lugha nyingine amekuwa na hasira na uviziaji, akitaka kuvizia huyo taifa, ili taifa la Israeli
ambalo limetajwa kwamba litamleta Masihi ni adui. Na niwaambieni, hiyo ndiyo sababu ya antisemitism kama hamuelewi. Ndio sababu wana wa nyoka wanamchukia mtoto yule taifa ambalo lilimleta Masihi, Israel. Ndio maana nakwambia usio miongoni mwa watu waichukiao Israel. Ndio wako wengi hawajaokoka, sawa, na wakifa katika hali yao wanapotea, sawa, lakini wale watu wana agano na Mungu, na kupitia kwa hilo taifa Masihi amekuja. Na hasira ya Mungu juu ya taifa hilo imeonekana time and time again. Ilionekana kwa Habili, ikaonekana kule Misri, ikaonekana walipokuwa kwenye taifa lao wakipigwa. Na niwaambieni, niwakumbushe, hata walipomkosea Mungu wakapigwa. Wale mataifa wanasema ndio wapigwe, walikuja kupigwa baadaye. Nenda soma vizuri Biblia yako. Usiinue kinywa juu ya watu wale ambalo Mungu anasema nitambariki mwenye kukubariki, nitamlaani mwenye kumlaani, mwenye kukulaani. Usichukuliwe na mawimbi ya kisiasa. Hivi mshajiuliza, kwa mfano mwaka juzi hapo kulitokea tatizo kubwa sana tarehe 7 mwezi wa 10, wanaita September 11, September 7. Hamas wakawavamia, wakawaua watu wao. Uliona watu wakiwa laani Hamas, badala yao kana mlaani Israeli. Kwa nini? Kuna uadui wa jadi wa asili. Wiki hii hapa mataifa ambayo walikuwa wanasimama nao ya Ulaya wametambua taifa la Palestina kinyume na walivyokuwa wanafanya huko nyuma. Unajua kitu kinachotokea nini? Uadui unajijenga dhidi ya taifa lile. Na tukifika kwenye sura ya 16 utaona mataifa, inaanza kusema kuanzia kwenye sura ya 14, mataifa watakutana against Israel kwa lengo la kuifuta kwenye ramani ya dunia. Lakini haijawahi kutokea watu wakatafuta kuifuta Israeli kwenye ramani ya dunia wakaweza. Hamani alitafuta akashindwa, Farao alitafuta akashindwa, jumuiya ya Waarabu wametafuta, kila wakipigana wanapigwa wao, mpaka wanashangaa imekuwaje. Wanajiandaa kabla wajainua mkia, alafu hawajui kimetokea nini. Kuna mkono wa Mungu. Usifight na mtu ambaye Mungu amechagua kufanya kazi naye. Mungu alichagua kufanya kazi na Israeli kumleta Masihi. Usisimame kinyume naye. Nikukumbushe, Israeli walipokuwa kule jangwani, Midian waliwavizia, maana walikuwa wanasafiri, wakati mwingine wamechoka, wale dhaifu wanachoka, wengine wamebaki nyuma, wakaja wakawapiga. Unakumbuka Mungu alivyosema? Alimwambia Musa na akamwambia ihubiri habari hii masikioni mwa Yoshua kwamba Bwana ameapa atakuwa na vita na Midian milele. Na ilipofika siku za Sauli akamtuma akawaangamize. Mungu ni Mungu wa kisasi. Unanisikia? Kwa ondoa mkono wako kwa Israeli, achana nao kabisa. Kinachokisoma hapa ni kwamba anazungumza uadui, na anatuambia hivi actually ni utangulizi wa yale anayofuata baadaye. Anataka kutuambia hivyo kwa sababu hii, kwenye siku za miaka 3.5 ya mwisho kutakuwepo na uadui mkubwa sana, na atatafuta kulimeza hilo taifa kabisa. Na kama si Mungu kuingilia kati, asingepona hata mmoja. Tuko pamoja watakatifu? Lakini anataka kutueleza uadui huo umeanzia huko, na sababu ni kwamba taifa hilo ndio huyo mwanamke ametabiriwa kumleta Masihi ambaye amemponda kichwa nani? Shetani. Kwa hiyo ana uadui wa jadi naye kama taifa hilo, na kwa sababu hiyo alitafuta ammalize Yesu na kitendo. Na unajua ukisoma jinsi Yesu alivyosulubiwa utaona kwamba Shetani alikuwa anafanya kazi kupitia watu wake, Wayahudi wale viongozi, si ndio? Alikuwa anatumia uzao wake, na alifikiri hapa ndio amempata, amemmaliza. Kumbe ndio anavunjwa kichwa sasa. Maana kufa na kufuka kwa Yesu ndio kumemvunja kichwa legally. Ana mamlaka kwa watu wake duniani sasa, lakini sio kwetu. Did you know that? Hana mamlaka juu ya watu waliokoka kabisa hata kidogo. Lakini mamlaka yake kwa maana ya dunia nzima itaondoshwa ile lease, kile kipindi cha Adamu wa kwanza kitakapokuwa kimekwisha. Yaani miaka ile 7 itakapokuwa imekwisha, Yesu atakuja, atamaliza mamlaka hiyo kabisa ya kidunia, atasimika ufalme mpya. Na ndipo kichwa cha Shetani juu ya dunia kitakuwa kimepondwa kwa milele. Ufalme wa Shetani utakuwa umeisha kwa milele na hautakao uinuke tena. Tuko pamoja?
Kwa hiyo anatuambia hapa ya kwamba uadui huu wa jadi ni unatokana na ahadi ya Masihi kuja. Lakini tuendelee kusoma. Baada ya hapo kuna nini? Mstari wa 7. Kulikuwa na vita mbinguni, Mikaeli na malaika zake wakapigana na yule joka naye akapigana nao pamoja na malaika zake. Mikaeli ni malaika mkuu, ni mmoja wa amiri jeshi wa Bwana. Ukisoma sura ya 12 ya kitabu cha Danieli utaona maandiko anasema, anamwambia malaika alimwambia Danieli, wakati huo Mikaeli atasimama na wana wa watu wako. Ndio wakati huu malaika Mikaeli anasimama kulitetea taifa hilo. Na kumbuka analitetea bado kama taifa halijaokoka. Ndio maana nakwambia usisimame kinyume nao ukasema wamemtenda Mungu dhambi. That's not your business to judge them. Umenisikia? Yeah. Mikaeli na malaika zake wakapigana na yule joka naye akapigana nao pamoja na malaika zake. Nao hawakushinda, wala mahali pao hapakuonekana tena mbinguni. Yule joka akatupwa, yule mkubwa, nyoka wa zamani aitwaye Ibilisi na Shetani, audanganyaye ulimwengu wote, akatupwa hata nchi, na malaika zake wakatupwa pamoja naye. Nikasikia sauti kuu mbinguni ikisema, sasa kumekuwa wokovu na nguvu na ufalme wa Mungu wetu na mamlaka ya Kristo wake, kwa maana ametupwa chini mshitaki wa ndugu zetu, yeye awashtakie mbele za Mungu wetu mchana na usiku. Nao wakamshinda kwa damu ya mwana kondoo na kwa neno la ushuhuda wao, ambao hawakupenda maisha yao hata kufa. Kwa hiyo shangilieni enyi mbingu, nanyi mkao humo, ole wa nchi na bahari, kwa maana yule Ibilisi ameshuka kwenu mwenye ghadhabu nyingi, akijua ya kuwa na wakati mchache tu. Hapo juu tulisoma huyu nyoka anakokota theluthi ya malaika ya nyota wa mbinguni, na nyota hapa anazungumza wakimaanisha malaika. Lakini kinachosemwa hapa kuanzia mstari wa 7 usichanganye na wakati ule shetani alipotupwa duniani zamani zile. Sicho kinachozungumzwa hapa. Amekitaja hapo juu kama kutukumbusha kwamba alipotupwa alikokota theluthi ya malaika. Hiyo ni mara ya kwanza kutupwa kwake. Na Yesu alizungumzia kwenye Luka sura ya 10 mstari wa 18 akasema, na alimuona shetani akianguka kutoka mbinguni kama nini? Kama umeme, yani kama ule mwanga wa radi. Alianguka wakati huo. Isaya anatuambia sura ya 14 alivyotupwa. Lakini kinachosemwa hapa sio kule kutupwa kwa kwanza. Kuanzia mstari wa 17 anazungumza habari ya vita vinavyopigana kwenye anga la pili. Mbingu inayosema hapa sio mbinguni kwa Mungu. Na ni vita vinavyopiganwa kati ya Mikaeli na jeshi lake, na yeye Lucifer, malaika yule shetani na malaika zake. Mara ya kwanza alitupwa tu, wala sio kazi ya mashetani. Ni Bwana anemtupa kwa neno lake. Kitu kinachosemwa hapa ni kwamba, na hiki kinatimia kama tutakavyoona hapa baadaye kidogo, mara tu kabla ya vile vita, ile sehemu ya pili, ile miaka 3.5 ya pili ya miaka 7 kuanza. Kutokea kwenye anga la pili, kama hufahamu, shetani na malaika zake hutushtaki, yani huenda kwenye anga la 3 ambayo ndio mbingu za Mungu, na kutushtaki mchana na usiku. Tunayemshtaki Petro alisema, mshtaki wenu Ibilisi kama simba ngurumaye zunguka akitafuta mtu ammeze. Ndio tafsiri ya jina lake devil. Ibilisi maana yake ni mshtaki kwa uongo, false accuser. Anatushtaki kwa uongo. Hata makosa na dhambi ambazo umeshazitubia zikasamehewa, yeye anakazana kukushtaki. Lakini katika kipindi cha miaka 3.5 kuna vita vitapigana kwenye lile anga. Malaika Mikael atashuka kutoka kwa Mungu kukutana na Lucifer pamoja na malaika zake. Vitapiganwa vile vita, na atashindwa. Alafu ufalme wake wa anga utatupwa duniani wote. Kwa lugha nyingine, nguvu za anga za giza zitakuja duniani. Na tunasoma sura ya 9 tuliona, sura ya 13 tutaona nguvu zilizoko kuzimu nazo zitakuja wapi? Duniani. Kwa hiyo hapa duniani kutakuwa na concentration ya nguvu za giza isiyo ya kawaida. Na ndio maana dhiki ile inakuwa mbaya sana. Na kukuonesha tu kwamba hizi sio vile vita vya kwanza, angalia anavyosema hapa. Anasema kwamba ametupwa chini
mshitaki wa ndugu zetu. Kumbe anatupa wakati kumeshakuwepo hao ndugu, si ndio? Yaani wameshakuwepo sisi hapa, sio zile zamani kabla hatujawepo. Au huyu awashtakie mbele za Mungu mchana na usiku, na ambao wakamshinda kwa nini? Kumbe tayari damu ya mwana kondoo imeshakuwepo. Maana yake Yesu ameshakuja na ameshakufa kwa ajili yetu. Kwa ni kitu kinachotokea katika kipindi ambacho sisi tumekwisha kuwepo, Yesu amekwisha kuwepo na amekwisha kufa na kufufuka. Tuko pamoja? Na anapewa nafasi sasa. Anapewa nafasi wakati huo akija hapa duniani. Kitendo kile kama nilivyokuambia huko nyuma, unabii huwa una clue, huwa una vitu ambavyo vikitokea unaweza ukapata kuanzia hapa tumebaki na muda fulani. Kwa mfano tunajua juma la 70 linaanza lini? Pale mpinga Kristo atakapoingia mkataba na Israeli na watu wengi. Ule mkataba ukasainiwa tu tap, juma la 70 limeanza. Tuko pamoja? Lakini kuna kitu hiki kinatokea kwenye ulimwengu wa mwili. Tuliona ni pale mpinga Kristo anapoingia kwenye hekalu na kutangaza yeye ndiye Mungu. Tunajua juma la miaka 3.5 ya kwanza imeanza, ya mwisho, ile ya mwisho, sorry. Lakini kwenye ulimwengu wa roho kuna hiki ambacho kinamjulisha hata na shetani mwenyewe kwamba sasa nimebaki na siku zinazojulikana kabisa, 1260, yani miaka 3.5 ya mwisho ndio ya kwangu kutawala dunia. Na kwa hiyo ana intensify nguvu zake ili aende na wengi kwa kadiri inavyowezekana jehanamu. Ndio kazi ya shetani. Anajua yeye hana budi kwenda jehanamu. Kazi yake, kwa sababu yeye ni adui wa Mungu na hawezi kumdhuru Mungu, huwadhuru wanaoitwa watoto wa Mungu, ili kwa namna hiyo auumize moyo wa nani? Wa adui yake. Lakini angalia ule mstari wa 13. Na joka yule alipoona ya kuwa ametupwa katika nchi, alimuudhi yule mwanamke, yule aliyemzaa mtoto mwanamume. Alimuudhi mwanamke. Mwanamke tumesema ni nani? Taifa la Israeli. Mwanamke yule akapewa mabawa mawili ya tai yule mkubwa, ili aruke aende zake nyikani, hata mahali pale hapo alishwapo, kwa wakati na nyakati na nusu ya wakati, mbali na nyoka huyo. Nyoka akatoa katika kinywa chake nyuma ya huyo mwanamke maji kama mto, amfanyie kuchukuliwa na mto ule. Nchi ikamsaidia mwanamke, nchi ikafunua kinywa chake, ikaumeza mto ule aliotoa yule joka katika kinywa chake. Anaposema mto hapa anazungumza habari za jeshi. Kwenye kitabu cha Yeremia tunaona jeshi likifananishwa na mto, na hii ni kwa sababu jeshi huenda kwenye mkondo linaposafiri kuelekea kwenye nchi ya vita. Ni kama mkondo, ukiona ni kama mto unatembea. Ukiona watu wakitembea kwenye bahari, kwenye barabara, ni kama maji. Lakini watu wakiwa wamesambaa, Biblia inawafananisha na maji mengi, maana ndivyo pia wanavyoonekana. Tuko pamoja? Lakini jeshi hili halitaweza kummeza mwanamke yule. Hapo mwanamke huyu, yani taifa la Israeli, litakapokuwa linakimbia, nchi inamsaidia. Kwa lugha nyingine, anapata pa kujificha kwenye dunia. Sasa kuna maswali nimeuliza hapa. Je, ni lile jabali lile pango la Jordan? Ukweli ni kwamba haijulikani. Maandiko hayakutuambia watakao kujificha ni wapi, ila tunajua kwenye sehemu mojawapo ya nchi itamsaidia mwanamke yule. Inafunua kinywa chake na meza lile jeshi linapotea, yani lilisimpata yule mwanamke, na anahifadhika mpaka miaka 3.5 ipite. Wale mabaki, sio Israeli wote. Elewa, watakao okolewa ni mabaki yao tu. Wengi sana watakufa, na mpaka sasa wamekwisha kufa wengi sana katika dhambi na wakapotea. Unakumbuka Yesu aliwaambia Wayahudi, ninyi msipoamini kwamba mimi ndiye, mtakufa katika nini? Dhambi zenu. Sio kwamba Mungu analipendelea taifa lile kwamba likitenda dhambi, kwa sababu lazima wazaliwe mara ya pili. There's no way wanaweza kuskip kuzaliwa mara ya pili alafu wakaenda mbinguni. Lakini usifikiri kwa makosa waliomkosa Mungu ameacha kuadhibu. Kuna ukweli huu. Ukiwa wa Mungu, maana yake utapigwa kabla ya wengine. Ndivyo ilivyo. Ndio maana Petro anasema kwenye waraka wake wa kwanza sura ya 4, anasema wakati umefika hukumu ianze wapi? Kwenye nyumba ya Mungu. Sasa Israeli kwa sababu walitangulia kuwa wa Mungu, upigwa kwanza alafu mataifa pia wanafuata. Na ukiona Israeli wanapigwa, ujue na mataifa yanakuwa zaidi. Na ukisoma kitabu cha Warumi unakuta lugha hii. Kwenye kila kitu anasema kwa Myahudi kwanza na
na Myunani pia. Myunani anasema badala ya makabila mengine yote, mataifa mengine yote. Sasa Israeli watapigwa na watakufa wengi, na hata mataifa wako watakaobaki pia, sio Israeli peke yao, wako mabaki wa mataifa wanaobaki. Ndio maana katika kipindi cha utawala miaka 1000 watakuwa nakwenda Yerusalemu mwaka kwa mwaka kumwabudu mfalme. Maana yake wapo, tuko pamoja jamani. Lakini angalia hapa anasema, na ndio maana nikuambia usiwachukie taifa la Israeli, uwe muangalifu sana. Mstari wa 17 unasema, joka akamkasirikia yule mwanamke, akaenda zake afanye vita na wazao wake waliosalia. Wazao wa huyo mwanamke, mwanamke ni nani? Haya, tusikiliza wazao wake. Hao ni nani? Wazishikao amri za Mungu na kuwa na ushuhuda wa Yesu. Naye akasema juu ya mchanga wa bahari. Kumbe sisi ni wazao wake, kwa sababu Israel, kutoka Israel mwokozi wetu amekuja. Yesu alimwambia yule mwanamke Msamaria, wokovu watoka kwa Israel. Hii Biblia imeandikwa na Waisraeli isipokuwa kitabu kimoja. Unajua ni kitabu gani? Luka. Sio kitabu kimoja, viwili, Luka na Matendo. Lakini namaanisha kimeandikwa na Waisraeli isipokuwa mmoja. Wote wengine ni Waisraeli. Mungu aliwatumia wao kuleta neno, amewatumia wao kumleta Masihi. Na sisi tushikao amri za Mungu na imani ya Yesu tunaitwa wazao wake. In fact kwenye kitabu cha Galatia sura ya 2 tunaitwa, sisi tuliokoka tunaitwa Israeli wa Mungu. Sisi ni Wayahudi pia. Na kwenye sura ya 2 ya kitabu cha Warumi anasema Wayahudi moyoni. Sisi ni Wayahudi kwa moyo, na tohara yetu ni kwa moyo, sio kwenye mwili wa nyama. Na ndani ya Kristo Wayahudi wakiokoka na mataifa wakiokoka huwa mmoja. Hawana privilege ya ziada kuliko sisi tukishaokoka. Maana sisi tumepandwa kwenye shina lile lile. Tuko pamoja watakatifu. Sisi tumeota kwenye shina lile lile ambalo shina hilo ni Kristo, ambalo linaitwa shina la Daudi. Sura ya 12 tunaimaliza hivi. Lakini sasa kwa sababu muda wetu hautoshi na sura ya 13 inahitaji ufafanuzi mkubwa, tutaonana ile siku ya ile ya kesho Ijumaa, ambayo itatupasa kwenda mpaka sura ya 20. Ile kwa kweli nimeelezea kidogo hii sura ya 12, sitakuwa na wakati mgumu kueleza kwenye sura ya 13 na 14 na 15 wala 17 ambayo kwa kidogo inachukua muda sana. Ni kuombe tuishie hapa kwa leo, kwa sababu kiongozi wetu alisema tutapata nafasi ya kujadiliana